na shetani akaja kama mjumbe kabisa. Kama wewe ni mwana wa Mungu, tuliambiwa funga siku ngapi? Siku ngapi wapendwa? Siku ngapi waanglikana? Siku ngapi wa Morageni? Siku ngapi wa Luteri? Siku ngapi wengine ya makanisa yetu? Kwa msingi tunajua wote tunapata kwenye kipindi hicho. Si wote baada ya Baptisti wote kipindi hicho, maana tunakwenda tena siku 40 amefunga bila kula mchana na walibodi wanalia mkalia gani watu wameshuka mchana na nini amefunga kazi haya eti wakati anaja sisi kidogo ndio mjane wakati kitakogeswa katika sura na Luka pia anasema kama wewe anaingia ni mwana wa Mungu badilisha nao. Akasema mtu ataishi kwa nini? Kwa mkate tu. Baada kila neno litokalo katika hiyo ni ujumbe mkuu. Imeandikwa akampeleka kwenye mnara mkubwa akasema Bwana ni kwamba ukiniabudu kusudia yote hivi nitakupa. Hili imeandikwa kama ukiruka ukiamka maana ni kama atatoka maneno. Hili Zaburi ya 19. Akashika mkononi akasema usimjaribu Bwana. Akampeleka mpaka mwisho. Akasema toka kwangu nani? Shetani. Soma jamani hiyo soma sasa ile sura ya 4. Akasema toka kwangu shetani. Pale wakashuka. Lakini hiyo tafakari mbele. Ninaomba leo tusome habari nyingine ambayo katika safari hii najua mtafakari katika Mathayo ndio injili yetu ambayo tunatafakari leo. Kwa ufupi tutafakari hili Mathayo sura ya 4:14. Mathayo 14 mstari wa 22 tutaanza pale. Naomba tusome kwa makini na kila hatua uiangalie wewe. Kama tulisema muwe na Biblia, niweka utaratibu wa kununua Biblia ule kirahisi cha Biblia. Wakati mzee naomba kununua Biblia. Usitamishe tunasema hivi. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapate chumbuni na kutangulia mbele kwenda nao. Lakini anaanza kwamba tusome kupitia kwa ufupi. Mstari wa 13 tunasema na Yesu alipofika hayo aliondoka